Ukisoma katika kitabu cha Yeremia, Mungu inaonyesha tokea zamani kwamba kuna ahadi alizotuahidi sisi wanadamu. Mfano kama katika Yeremia 31:31 inasema kwamba Mungu alitoa ahadi akasema kwamba nitafanya agano jipya. Alitoa hiyo ahadi kwamba nitalifanya agano jipya. Ukiendelea kusoma katika hiyo Yeremia 31 inaenda mbele anasema nitaimimina roho yangu kwa watoto, kwa wazee, vijana wataona maono, wazee wataota ndoto. Nitaimimina roho yangu, vijana wataona maono, wazee wataota ndoto. Umeona? Hawatofundishana mtu na mwenzake wakisema kwamba mjue Mungu, bali kila mtu atamjua, mpaka yule aliye mdogo atamjua Mungu. Umeona? Sasa hii ahadi ya Mwenyezi Mungu akaja kuitimiza sasa kupitia Bwana wetu Yesu Kristo, ndo akaja kuitimiza hiyo ahadi. Umeona? Alipokuja Bwana wetu Yesu Kristo baada ya kuteseka na kufa, alipofufuka akakutana tena na wanafunzi, akawaambia kwamba kipindi anapaa sasa, anakwea kwenda juu, akawaambia kwamba kaeni hapa mjini mpaka atakapoajiria kile alichokiahidi Baba, mpaka itakapokuja kile alichokiahidi Baba. Umeona? Kaeni hapa mjini mpaka kitakapokuja kile alichoahidi Baba. Umeona? Kwa hiyo wanafunzi wakasubiri. Umeona? Ndio ikafika ile siku ya Pentekoste. Siku ya Pentekoste ndio wanafunzi wakashukiwa na Roho Mtakatifu, kama Mwenyezi Mungu alivyoahidi kule kwenye kitabu cha Yeremia kwamba siku za mwisho nitaimimina roho yangu kwa vijana wataona maono, wazee wataota ndoto. Kwa roho ya Mungu ikaanza kumiminwa kwanza kwa wanafunzi wa Yesu Kristo. Umeona? Ikaanza kumiminwa kwa wanafunzi wa Yesu Kristo. Wao walivyokuwa wakihubiri, roho ya Mungu iliendelea kumiminwa kwa wale wote waliokuwa wakihubiriwa. Umeona? Wote waliendelea kumiminiwa roho ya Mungu. Umeona? Lakini sasa hivi roho ya Mungu imekuwa hadimu. Roho ya Mungu takatifu imekuwa hadimu kwenye makanisa yetu, imekuwa hadimu kwa wachungaji wetu. Wachungaji tu wanatumia maandiko makavu kufundisha watu ambao hawajamiminiwa roho ya Mungu, kwa hiyo wanashindwa kuwaelewa, kwa sababu mambo ya Mungu huwezi kuelewa pasipo kuwa na Roho Mtakatifu ndani yako. Umeona? Kwa hiyo mafundisho ya watu kupata kumiminiwa roho ya Mungu hayapo, bali yapo mafundisho tu ya kibinadamu. Umeona? Ambayo hayaonyeshi zile ahadi za Mwenyezi Mungu. Umeona? Watu wamehamishia kwamba ahadi za Mwenyezi Mungu katika vitu, kwamba vitu, magari na fedha na kila kitu, lakini kumbe ahadi za Mwenyezi Mungu ni roho inamiminwa ndani. Roho ya Mungu, Roho Takatifu inamiminwa ndani yetu sisi. Tunaweza kusoma neno na kulielewa, tunaweza kutamka chochote tunachokitaka kwa amri na kinatokea. Tunaweza kujirinda kwa sababu roho ya Mungu inakuwa ipo ndani yetu. Umeona? Lakini iko kitu hakipo. Umeona? Watu wamekuwa tu wakifundishana uongo. Umeona? Watu hawamtaji kabisa Roho Mtakatifu kwa sababu hawana elimu kabisa na jambo hilo. Hawajui. Umeona? Hawajui kabisa elimu ya kitu hiko kabisa. Wameweka pembeni Roho Mtakatifu. Lakini wanafunzi wa Yesu Kristo, mpaka Paulo pia walifundisha. Ukiwasoma vitabu vyao vizuri, zile nyaraka za Paulo, ukisoma waraka wa Petro, ukisoma Yakobo, unaona kabisa hawamalizi kuongea bila kumtaja Roho Mtakatifu. Hawamalizi kuongea. Roho, wanasema Roho pamoja nasi anashuhudia, Roho pamoja nasi anashuhudia. Lakini sasa hivi huoni kabisa wachungaji wakimtaja Roho Mtakatifu. Wamemwacha, wamemweka pembeni. Umeona? Kwa hiyo ndivyo ilivyo kwa sasa hivi. Tupo katika hali mbaya sana. Unahitaji Roho Mtakatifu ili uweze kupata kuokolewa katika jina la Yesu. Unahitaji Roho Mtakatifu ili uweze kuishi maisha ambayo yanampendeza Mwenyezi Mungu. Hivyo ndio inavyotakiwa uishi.